Kwa majina naitwa Joyce Kivamba, ni meneja idara ya uchumi Benki Kuu tawi la Mbeya. Benki Kuu ni taasisi ya umma ambayo kama zilivyo taasisi zingine za umma imekaimishwa jukumu maalum kabisa la kulitekeleza. Jukumu kuu la msingi la Benki Kuu ni kuandaa na kutekeleza sera ya fedha ambayo inatekelezwa kwa lengo la kuhakikisha kuna utulivu wa bei unaotuwezesha kujenga uchumi endelevu na shirikishi. Nikisema utulivu wa bei na maanisha ni jukumu letu kuhakikisha tuna bei iliyotulia, yani isiyopanda ala isiyoshuka hovyo hovyo, lakini bei ambayo iko chini kiasi cha kuwawezesha wananchi wa kawaida kupata mahitaji yao, lakini pia isiwe chini sana kutoa hamasa kwa watu kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi. Sasa tukisema sera ya fedha. Sera ya fedha ni maamuzi, mipango, mikakati na kazi zote tunazozifanya kuhakikisha tunaingiza fedha kwenye uchumi ambayo itawezesha shughuli hizo za uchumi kuendelea. Kuingiza fedha kwa maana ya fedha hizo ziwafikie wote wenye uhitaji wa fedha kwa ajili ya shughuli zao, lakini pia zifike mahali kule zinakotakiwa. Kwa hiyo tuna kazi kadhaa tunazozifanya ambazo zinatusaidia kutekeleza hilo jukumu letu la msingi. Kazi ya kwanza kabisa ni kuchapisha na kusambaza fedha. Sasa tunachapisha na kusambaza. Tunasema kusambaza fedha. Tunasambazaje hizo fedha? Tuna majukumu mengine mawili ambayo yanatusaidia kusambaza hizo fedha. Jukumu mojawapo ambalo ni la pili sasa ni kutoa leseni na kuzisimamia taasisi za fedha. Taasisi hizi ndizo zinazotusaidia kusambaza fedha. Nikimaanisha taasisi kama mabenki au taasisi zinazotoa huduma ndogo za fedha, kuna SACCOS na kuna hivi vikundi vidogo vya kifedha. Sasa hizo ndio taasisi ambazo sisi tunazipa leseni na kuzisimamia katika kuhakikisha zinatekeleza hilo jukumu la msingi. Lakini pia tunatoa leseni na kusimamia, kwa sababu katika kusambaza pesa lazima pesa itoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hata kama ni mkopo, kuna mtu yuko Dar es Salaam anaomba mkopo, lakini pengine mkopo wake huo anahitaji kuutumia Mwanza. Kwa hiyo tunatoa leseni pia kwa mifumo ya malipo kuhakikisha hizi pesa sasa tunazotaka ziingie kwenye uchumi zinaweza zikatoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambako zinahitajika kutumika. Sasa ninaposema kwamba hizi fedha zinatakiwa kuwafikia watu, si ndio? Hawa watu ni lazima wawe kwenye mfumo huu ambao pesa zinasambaa. Yaani watu, nikimaanisha watu watumie. Watu wanahitajika kutumia mifumo rasmi ya kupata huduma za kifedha. Anataka kuweka akiba, anataka kupata mkopo, anataka kuhamisha pesa yake kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ni lazima atumie mifumo ambayo ni rasmi. Sasa tuna kurugenzi nzima kabisa ambayo ina jukumu la kuhakikisha watu wote, tukimaanisha watu wazima, wana uwezo wa kupata hizo huduma za kifedha kwa kupitia mifumo iliyo rasmi. Tunaposema watu watumie mifumo rasmi, tunamaanisha kwamba kwa mfano wewe unataka kuweka akiba, tunakutaka uweke akiba kwenye benki ambayo iko rasmi.
Kwa maana ya kwamba sisi tunaposema tumetoa hela kwenye mzunguko, tunataka ile pesa ifanye kazi iliyokusudiwa. Sasa wewe ukitunza pesa yako benki, kwa mfano una milioni 1 umekuja kuituza benki. Ile benki ile pesa uliyoweka ina uwezo wa kuendelea kumsaidia mtu mwingine. Wewe kwako hela yako imetunzwa, lakini ile benki inaweza ikamkopesha ile hela mtu mwingine akaendelea kufanya shughuli za kiuchumi. Lakini kumbe ungeitunzia ile pesa yako nyumbani kwako, watu wengine wasingeweza kuitumia. Lakini kwa sababu umeiweka kwenye mfumo, ipo pale inakusubiri utakapohitaji, lakini wakati inakusubiri utakapohitaji inafanya shughuli zingine, inamwezesha mtu mwingine kufanya shughuli za kiuchumi. Na usalama pia. Kwa mfano tunaposema kwamba tumia mifumo salama kumlipa mtu au tumia mifumo salama kuhamisha pesa, maana yake kwamba ile pesa wewe utakuwa na uhakika wa kuipata. Fedha yako ulitaka iende Mwanza, haijafika Mwanza, utakuwa na uwezo wa kumfuata yule uliyempa ambaye ni rasmi, kwamba nilikupa hela yangu nipelekee Mwanza, hela yangu haijafika Mwanza. Na kwa sababu umepita sehemu rasmi, yule ambaye alipokea pesa yako, kama hata kizi mahitaji yako, wewe unaweza hata kwenda kwenye vyombo vya sheria kwa sababu umemtumia yule mtu rasmi. Lakini kama umeenda kwenye basi tu ukamwagiza mtu kwamba naomba nifikishie pesa yangu Mwanza na hakuifikisha, utakuwa huna njia rasmi za kukuwezesha wewe kulalamika kwamba kwa nini pesa yangu nilitaka iende sehemu fulani haijaweza kufika. Kwa hiyo kuna faida hizo za kutumia mifumo rasmi, kwamba unawezesha ile pesa yako iweze kutumika pale ambapo wewe huitumii, itumike na watu wengine. Lakini namba 2, pesa yako inakuwa salama. Ni kuwaomba watu watumie mifumo rasmi wanapopata mikopo, wanapotaka kutunza fedha zao, lakini wanapotaka kuhamisha fedha zao watumie mifumo rasmi. Lakini pia tuna hizo juhudi tunazozifanya, kwa hiyo tunamuomba kila mtu mmoja awe na hamasa ya kwake binafsi ya kujifunza masuala yanayohusiana na fedha, kwa sababu unajua fedha ni maisha. Wewe ni mkulima, utahitaji fedha. Wewe ni daktari, utahitaji fedha. Una kiwanda, wewe ni mjasiriamali, utahitaji fedha. Kwa hiyo kila siku binadamu anahitaji fedha. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha mtu anakuwa angalau na huo uelewa wa namna gani hii fedha itamfikia, ataitunza na ataitumia kwa ajili ya manufaa yake na manufaa ya wengine wanaomzunguka.